Wacha tukue serious. Hebu tuipe na key. Hebu tupe key turudie hiyo wimbo. Yeah, wacha tupe key. Hebu tupe key. Yeah, na record. Okay. Yesu ena muvango. Yesu ena muvango museo. Ninisi ena muvango au kuradhima. Ninisi ena muvango etela nanuka. Yesu ena muvango Yesu ena muvango museo. Ninisi ena muvango au kuradhima. Ninisi ena muvango etela nanuka. Kiarie Yesu ena muvango Yesu ena muvango museo. Ninisi ena muvango au kuadhima. Ninisi ena muvango etela. Haya, mara ya mwisho. Yesu ena muvango Yesu ena muvango museo. Ninisi ena muvango au kuradhima. Ninisi ena muvango etela nanukano. Wow. Hii ni countdown. Yes. Countdown. How many days? Siku gapi imebaki? Mbili. Oh, ni kesho tu. Okay. In studio. Na kesho. Courtesy of Muvango Hit Song Concert. Countdown. Siku gapi zimebaki? Mbili. A chat with Muvango himself. Yeah. A chat with Muvango. A chat with Muvango. Muvango is in the house. Hello. Muthikiriria na murori ni msikilizaji na muonaji na muonaji au muangaliaji. Kwa majina naitwa anatuona na mwenye anatusikia. Mtazamaji na mwenye masikio na mwenye macho. Kwa majina naitwa Kerry Prestige. I'm your host today. Na with me I have hosted Muvango Evangelist Danny Kioko ama Muvango mwenyewe. Sarah Jerry Mwangi, a minister of the gospel. Mama County. Maggie Kings, Faraja Akilisha. Faraja in the house. You guys, unajua mlikuwa mnaona kama ni mchezo. Unajua imebakisha siku mbili. Kesho Thursday. Na unajua venye tulianza kuipanga Imagine. I was like, iko mbali. Mbali. Yeah. Lakini imefika. It's only 2 days. Imagine. Yeah. To be precise. If I just done Kioko. Wacha nikukaribishe. Yes. Tell these people, our audience, our viewers, and listeners, why we are here. These people, praise God people. People of God. So we are here basically because I have a song inaitwa Muvango. Muvango museo ambayo tunafanya live shoot, tunaifanya launch. It's a mix of things. It's a concert, you know. Tunakutana pale urban. Tuko na event kubwa ya hii Muvango. Tunaifanya Muvango live, tunakutana hapo na kila mtu na gita yake, kila mtu na you know. Okay. Sasa maswali imeanza kuingia. Nikikibia kule Boeing, kule Seattle na kuta jamaa anaitwa Joroge. Joroge anauliza, are you paying? Na in case niwe na sponsor or hiyo event, can I come with a sponsor? Imagine. Na tena inaulizwa address ni wapi? Is it ni interdenominational au ni concert au ni ya kila mtu? Kwanza hata ile kitu ya kwanza atatuambia. Live shoot ni nini? Okay. Kwa sababu when we come tuna expect kuona nini. Umesema ni mambo mingi itakuwa. Okay, Dan Kioko. Na ile kitu niko na interest nayo sana kujua ni live shoot. What happens in an event where there is live shoot? Ngoja. Hivyo Mama County ameuliza. Nauliza, what are we expecting? Na mtu kama mimi natakanga kujiona kwa TV, nitajiona. Yeah. Ninaona TV. Sasa kama tunaonekana kwa TV. Sasa nitaanza na yale hamjauliza. Yaani tutakula. Kwanza tutasherehekea. Hata kukula iko.
Kwa hivyo tunaanza na mchele saa 8 pale. Itakuwa mchele all over. You know the African way ya celebrate. Yeah. So kwanza kuna hiyo celebrate. You know what? Swallowship. Because tunashukuru Mungu. Muvango is a big song. It has come a long way, and so we have to say thank you to God sometimes. All the time, not sometimes. So tutakuwa na hiyo kukula, then kitu ingine una expect on Saturday ni kitu hujawahi ona. Hujawahi ona. Na sikuambii utaiona Saturday. Lakini kwa mbali tutakuwa na kuimba kwingi. Unajua watu wengi wameniona kwa ma TV nini, nitakuwa hapo live, you know. Na sasa sio mimi nitaimba peke yangu. Kila mtu atakuwa pale, tutakuwa tunazikwenda za Muvango. Nikija siku hiyo nitajiona kwa TV baadaye. Utajiona kwa TV baadaye. Mpaka kwa wimbo, mpaka everywhere. Alafu live shoot, huwa mnachukua video alafu baadaye zinaenda zinawekwa. Hizo ndio zinachezwa na dunia. So dunia yote huenda itakuona ukicheza Muvango. Kuja na Muvango. Kama tumejipanga. Kitu ya kwanza sisi wenyewe tujipange. Mujipange ndio Muvangwe na Muvango. Haya. Kwanza vaa kiatu yenye itakuruhusu kudance. Number 1. Number 2, vaa nguo mzuri. Vaa smart. Juu tutakuwa na watu wengi. By the way tuko na watu wameconfirm. Kuna watu wameanza kutoka states za nje. Kuna mtu ametoka Dallas anafika kesho. Kuna watu wametoka California. Kuna watu wawili wametoka France. Yes. International. Kuna mtu wa Kenya, mmoja wa kwanza alifika jana na wengine abroad ya Kenya. By the way, hii event iko America. Mahali panaitwa Seattle, Washington. By the way, na niliona watu wa Kenya mnateta, mnasema eti mko Kenya na mjaona Muvango Kenya, tunakuja. Lakini kwanza we are coming. Dan, let me ask you. Yes. Pale kwa mlango tunalipa? Ni free. Okay. Ili nisije nikose kiti. I'm supposed to be in the hall at what time? Wewe ukipitisha saa 8:30 ukuje na kiti yako. Okay. Ama ukuje kwa dirisha. Enda kwa dirisha tu direct, usijaribu kuingia ndani. To be precise, ili nisichelewe. Chakula tutapewa saa ngapi? Saa 8. Okay, chakula ndio tutaanza nayo. Ni saa 8 ya mzungu. Saa 8 ya mzungu. Ukichelewa na chakula, ukikuja saa 9 tafadhali. Ukuje umeshiba. Kenya. Hapana. Wageni watu wangu na wapenda, nyinyi kujeni mapema, chakula iko ya kutosha na tutakunywa, tutashikilia mtu akikuja saa 9 kuja amekula. Of course hautaipata, lakini sitaki kukuambia. Gere Wanene anauliza hivi. Uko wapi? Na uko supposed kuwa hapa. Gere Wanene anauliza nikija na tarumbeta yangu nitacheza. Na ndio nauliza. Other gospel singers wakija au artist wengine wako na nafasi ya kuperform au wacha tuanze hapa. Hiyo ni ya kio tuanze hapa kwa Gary. Gary kwanza ndiye atakuwa MC in the house. So Gary is the MC. Sijawahi ona hivyo duniani. Yaani Gary pale utako kakegele kake hivi. Na wale hamjui Gary. He is the best MC Mkenya Marekani. Unajua bila Gary hakuna Kenya Marekani. Kenya Marekani kwa Muvango. Lakini hiyo siku atakuwa mgeni wa Muvango. So hiyo siku ni ya Muvango. Okay. Umemfanga. Hiyo siku ni ya Muvango. Na kuna producer wetu anaitwa Joroge, nasikia akiongea kwa mic. Sasa atanyamaza tu. Sasa kwa sababu yeye ni producer, akiongea tunamsikia. Sasa and then wacha tu niambie watu kabla tukae sana. Hii itakuwa ni event ya kucelebrate vile Mungu amemove na huduma yangu. Huduma yangu imeanza mbali sana. Kwa hivyo with all this celebration itakuwa a different thing. I'm more excited because nataka kufikiria kwenye Mungu amenitoa huko Mwingi Seikuru mahali ya kunyeshangi. Unaongea nini alafu vile huduma yangu ilitambaa from Mwingi ikaenda. My first international show ilikuwa Tanzania. Nilitoka AIC Makongoro nikafika kama Originally you are from where? To international. Yes, even when you are in originally you are from where?
Kitui Seikuru. Yeah. Seikuru. Yeah. Mimi ni neighbor wa Kalonzo pale, tunaenda church moja hapa. Ni mzee ameninacha sana. Nitawaambia amenisaidia kwa muziki. God bless you. Okay, kuna mtu anaandika hapa. Kuna mtu anaandika hapa anatuambia ni chocha ati tuko Mtwapa. Hebu mwambie tuko Amerika. Na useme na Kiingereza, useme United States of America, na mwambie itakuwa wapi venue. Sasa tuko United States of America. Currently tuko kwa Red TV, the biggest TV in Northwest America. Yeah, Pacific Waves TV. Wacha kunikula maneno. Inaitwa Pacific Waves TV America. Tuko 23rd floor. Ama ni 22nd? No, nenda nikachoka. 23rd. Haukutumia lift. We 23rd ni ile ofisi umekula. Unaona hapo 23rd ni ofisi ya Bill Gates. Unaona hiyo ofisi umepita ya Bill Gates 22nd. Hiyo ni ya Bill Gates. Sasa sisi tuko juu ya Bill Gates. Tuko juu ya Bill Gates. Alafu juu ya hapa ni Faraja office. Akimufango imefanya nifike hapa ati nimefika. Imagine hujawahi fika hapa. Sasa ubaya ukakuta lift haifanyi kupanda ghorofa ya 22nd. Sasa wachana na hizo tumesema zote. Okay. You know what? Mama yangu. My pastor, Reverend Maggie Kings, atakuwa kwa nyumba. Okay. Imagine hiyo grace. By the way, GOC in the house. Yes. Kuna mtu anaitwa Marion Karaja anasemaga haja hiyo kukutana na Gary Wanaina. Si utuambie other figures tutapata huko. Wacha niwaambie hiyo ni siku ya kurub shoulders. Yes. Na watu wa na macelebs kama Gary Wanaina, Kenya Marekani, Sara Mwangi, Mupango mwenyewe, tutakuwa na wengine kama CEO mwenyewe. Kuambie to be precise, hiyo ni siku ya kurub shoulders na dunia. Yes. International. Hapo. Si nimekuambia kuna watu wanatoka Europe. Yeah. Kuna mtu ametoka India. Umesikia Africans wanakuja. Na hii America yote nasikia ni mandege. Sasa hii ticket hakuna. Hakuna Mfango, nimekuuliza originally you are from where? Nimetoka Seikuru. Iko kwa kina Kalonzo Mwingi. Ni kwa. Sasa hiyo jina Seikuru naisikiaga la Kalonzo. Ni kwao. Lakini sijatoka kwao nyumbani, si ni neighbor. So nimetoka huko. Wa Kenya. Na hiyo ni Kitui County. Huko kuna nyeshanga like once in a year. But hatushtuki. Tuko huko, tuko America, tuko all over. Mungu yuko. Bora tu Mungu yuko. So wow. Kwa hivyo, what a blessing. So we are going to rub shoulders even with kwanza our sponsors, even our sponsors. Our sponsors watakuwa. Can you mention some of the sponsors? Unajua sitaki ku mention sahi. Hao ni wale. Lakini kuna mmoja nimesikia kwa pale ground floor reception. Acha kwanza akuwe sponsor vizuri alafu akamilika kabisa. Sasa tukemwonyesha maybe a minute tukimalizia tunaweza hapa mwisho anaweza kuja hapa. Wacha akue ni surprise sasa. Viewers, ngojeni hapa mtaona one of the sponsors. Ametoka Kenya, amekuja hapa. Watu wanasema ni kwamba the sponsors have already started arriving. And some of them are right here with us. Yes. And you know oh my goodness. Wamekuja kuwakilisha the sponsors. Kwa hivyo mambo itakuwa moto sana. Mambo iko moto sana na Mungu yuko, Mungu mbele. So tukimalizia tufike saa ngapi? Tufike saa 8. Bishop Muthaka atakuwa. Unajua kuna watu tunataka kuona. Unajua kuna watu tunataka kuona. Bishop atakuwa. Bishop John Muthaka. Atakuwa. Wacha nikwambie, wacha nikumalizie ndio wacha maswali. All the bishops wenye unajua. In Seattle, in Washington. And some in America watakuwa pale. Watakuwa pale. Yes. But the officiating bishop will be none other but my very own bishop. Yes. Ambassador. Bishop. Isaac Ndegwa. Umesahau Reverend. Na timu yote ya Pacific. Timu yote ya GOC
na zaidi ya yote GOC youths watakuwa kwanza today is a special day for me. Unajua hii Pacific Waves TV nimeiona, imeoji watu. Leo niko ndani. Sasa uko ndani. I feel like launch imefika. Sasa nataka kusema hivi, tukimalizia nataka kumtuma our sister Sala, uende utanemuke pale reception. Kuna mgeni yako hapo, one of the sponsors. Umlete umpe hiyo kiti yako, akalia hapo, asalimie watu. Na atuambie ametoka wapi, ameleta nini, ametuletea nini. Lakini hiyo airtime tutampea kidogo, tuta negotiate. So you can go there uende. Wacha niwaambie event itakuwa 10th August. Tumeongea sana, tunaweza sahau. Ni Saturday inakuja. Coming Saturday. Ni Saturday itakuja. Na address ni wale wanauliza hapo warushie ka message hapo. But chukua simu yako, weka Beyond Barriers Ministries. Urban. Beyond Barriers and it is urban. AUBURN Washington. Aya, kwa wale mnaweza andika ni kwanza iko hapa kwa screen. Dan Kioko, shikilia tu kidogo. Dan Kioko. Ukimalizia hivyo, Sister Sara, enda pale chini kwa reception. Kuna mgeni yako hapo, mlete akuja kalie kiti yako, asalimie watu. Because our sponsors have started arriving. So address ni 5. Tutamwibia akifika ana akituambia jina. Address ni 505 29th Street Southeast Auburn, Washington. Tunagojea mgeni. So tukimalizia tukifanya summary, itakuwa 2 p.m. coming Saturday. It's only 2 days. Na kuna dress code. Kuna dress code. Smart casual. Mimi naambianga watu hivi, you'll be addressed the way you dress. So dress the way you want people. But unajua tutakuwa tunapiga, mimi nitakuwa napita huko ndani na post na chapa picha na wewe, alafu nitaweka kwa media. Si dress vizuri ndio ni. Ukiangukia kabisa. Karibu mgeni wetu. Nimeona mgeni wetu amefika. Kwa mlango. Karibu karibisha na makofi. Henry huko. Henry huko. Enyoyo ni munene. Ukiona Henry huko, muthenya ni munene. Tothie na mbere. Anini muthenya ni munene. Na muvago. Anini muthenya ni munene. Haya. Bodyguard yake no kena katika uwe ikare thutha wake. Itoga itithiaga utheri. Itoga itithiaga utheri. Songa hivi. Aburu mbele. Songa mbele ni kubwa. Mr. Njoroge, songa tu hapo. Kiali wito gĩtũkiaga kiuga atĩrĩrĩ ya mũndũ ũmwe thiagĩrwo gũtuka. Haya, we can see Mr. Njoroge. Mugeni witu thengi ni tondu hĩndĩ twagũtũmĩire marũa wĩ Kenya no etikirie gũka. Ndorore kamera ĩrĩa ũgeithie mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa Pacific Waves Television. Tuko ndagĩka ĩmwe wĩtambũrũkie. Thank you. Tondũ wakinya Seattle. Na toko na kwĩna andũ hihi mangĩenda kuonana nawe before muthenya wa launch. Wale wakĩrwo gũkũ nĩ Pacific Waves Radio and Television. Pacific Waves TV USA. Asante sana bwana Kiari. Thank you so much. Asante sana. Majina naitwa Henry Baita. Mimi nimetoka Nairobi. Wow. Kwa pale mji wa Nairobi. Nafanya kazi ya biashara pale Nairobi. Na hii sio mara yangu ya kwanza kuwa hapa US. Nilikuja hapa siku 15 iliyopita. Kwa mwaliko wa my friend here anaitwa George. He's my friend. Mimi nafanya kazi pale Nairobi. Niko na kazi ya real estate. Na kuna kampuni inaitwa BTC Properties Limited. Ebu pole. BTC Properties. Sala, help me with that paper. Hizo files ziko hapo juu, kuna karatasi iko hapo. Na mimi vile naona huyu jamaa anakaa, naona atapea mpango shamba. Si unataka kuna surprise Saturday. So tell me the name of for me the BTC Properties Limited. Properties Limited. Yes. Na ofisi zetu ziko pale hapa Hill.
Yes. Hapa hiyo. Hapo tu ndio nimedream kuwa na shamba. Hapa hiyo. Zimetupata hapa. Mko karibu na baba. Nani kama Mungu? Hapa hiyo baba sasa kwa pande hii. Na pande hii. Okay. In fact ni kwangu niko hapo. Tulikuwa na hoteli inaitwa Labaita Lounge. Labaita Lounge hapa hiyo. Unasikia nikienda Kenya hapo ukija Kenya ni free. Unakula nyama inaitwa anti-theft. Anti-theft. Na Kenya yaani kuna nyama inaitwa anti-theft. Wameiba mpaka nyama imepewa jina. Yes. Anti-theft ni kumaanisha nini? Anti-theft sasa ni nyama, it's a boneless meat it's a beef boneless. Inachomwa vizuri na kuja kama inatoa moshi namna hiyo kuekelewa kwa meza. And it cannot be stolen. Huwezi jua sasa wewe unakula kwa nyama sasa. Okay. Hapo ndio still cooking. Na unakula bado Kenya tunakuja. So your company is called BTC Properties Limited. B stand for? B is Baita Trading Company Limited. But now we have ni company kubwa iko na vitu mingi. Hapa tunaitanga LLC. That is ni LTD. There's a limited meaning, there's a lot of meaning. There's a lot of company behind. So kwa hii Baita BTC Property Limited hapa sasa tuko na property yetu kwa Kisanju. Kisanju tuko na eka 120. Wow, 112 acres. Na tumeiweka fence yote round ya mawe. Umesema hiyo shamba iko county gani? County gani? Kajiado. Place inaitwa Isinya. Isinya. Na iko tuko na eka 112 acres. Tume ni 112 acres. Yes, tumekatakata yote. Tumefanya gated community ya 858 plots. 858 plots. 858 plots of 50 by 100. 50 by 100. That's a good size. Hapo ndani tuko na shopping center ya eka moja, tuko na shule ya eka mbili. Tuko na shopping center ya eka mbili, tuko na shule ya eka mbili. Lakini projection si ati imejengwa. No, we have already done it. It's done. Tumefanya kila kitu, hata kuna watu wameanza kujenga hapo ndani already. Hata niseme tumeweka maji na stima. Wow, it's fully developed. Imewekwa sasa fence yote is one gated community called Kisanju Plain Garden. Na tumeuza hizo plot tumesiuza hapa Amerikani mwaka wa 2015. 2015 tukauza karibu 120 plot. Tukakuja tena 2016 tukauza 2017 wetu in short tumauza plot kama around 588. Okay, the total zilikuwa 858. Ziko 850 na tumauza around 558 plot. Kwa hivyo zimebaki tu chache. Zimebaki kama 200. Kama 200. Na 200 100 tumereserve ya kujenga nyumba za kuuza. Okay. Na sasa ile tumebakisha kama 100 tu. Kama 99 June. Na hizo 100 inakuja nazo. Moja ishachukuliwa. Niko kwanza na title deed. Okay, initial price title deed hapa, title deed original ma county. Ni county ama unajua kwetu ni county. No, huyu anaitwa Reverend Maggie King. Maggie King. Hiyo inakuwa stage name. Hiyo ni stage name. Stage name Maggie King. Hata hizo title tumebewa tuko nazo hapa Seattle sasa. Wacha nikuulize. Moja kwa moja title original. Sio yaani nikinunua tu sasa wewe ukija sasa mahali sasa naenda nyumbani nayo. Siku hiyo kwa launch ya Mbango. Tutakuja na map, tutaiweka hapo na title ziko hapo. Ukija pale ile plot imebaki ukisema moja ni hii, tunakuja kwa title tunakutolea title ndio hii. Wow. Sasa wewe kitu ile mzuri sana nataka wasikisale wasikilizaji wasikie ni ukipini point plot yako ndio hii. Tunakutolea copy title, unatumana nyumbani, unaenda kwa ofisi yetu pale hapa Heo, unapeleka kwa shamba kwanza unaiona. Sasa wewe kutoka hapo unaenda Kajiado unafanya search. Sasa wewe ile namba utakupatia hapa, utapiga simu hapa US, sisi tunakuja, tunakufanyia documentation sote, tuko mpaka hata na wakili hapa. Wewe unapigiwa muri agreement kila kitu. Na plot moja tunauza bei kama ya kupeana sasa. Haya, initial price ilikuwa initial price 2015 tulianza kuuza na 525.
How much? Hapo kwa Kenya, kwa Kenya tunahusia 525,000. Size ya protein, size ya protein. Alafu hatuko tumeweka maji. Tukapandisha kidogo, nikakuja hapa Marekani, nikauza Boston, Dallas, Arizona, na mahali kunaitwa hata niseme niko na state kama Arizona, Boston na hata Washington DC. Tumeuza plot kadhaa. Lakini hapa umekuja hapa for the first time. Size imefikisha how much? So sasa wakati tuliingia hapa tulianza kuuza na 750, tukakaa tena demand ikawa kubwa tukaenda 850, lakini sasa kutoka wakati wa COVID ndio tukiuza sana, tukafunga tukasema ndio tuweze kuweka maji, stima na hizo fence. Tumeweka fence in the cost of around 2 million, fence ya kwenda round so sasa tunauza na 1.5 million. Si ufanye hivi same si ufanye hivi kwa sababu saa hii ndio ya entry yako Seattle, uzie watu wa kwanza 20 na hii issue price utupe offer. Unajua I'm a good blood ambassador kwa Raunchi ya Mfango tupewe kama tulivyo. Angalia kwa Raunchi ya Mfango tupatie special offer to promise watu the first 20 people ile kitu wafanyia watanunua wa Seattle, badili kuwafanyia give them an offer. What we do for you, the first person to buy tutamtolea around maybe let's say around 5%. Kwa hiyo 1.5. Ule mtu wa kwanza hapa Seattle sasa ule ataandika ndio kwanza ama wangapi? Wewe tupatie watu 10, wacha tuwapatie watu 10. Tuseme between now, unajua watu wanasikiza na hatutafanya ukora. Tuko na watu utaandika number 1, number 2, number 3 up to number 10. Uko life na nyua domo teikie kedo na mwana atara mpaka inera broti. Tuseme watu 10 wa kwanza wale unajua Jennifer, we want you to tunataka kukukaribisha Seattle. Naona Anne Waidera, Marian mununue plot tunawabagainia. Unaona watu wanaandikeni hapa mnataka kununua pesa ngapi? Sasa na kwa sababu umefanya mahesabu yako, and we want to welcome you to Seattle. Maybe what I would like to tell you, Henry, there are some people who trust us. Sana. So, sijui kama turuhusu tukufanye background check. Hiyo ndio sasa hiyo kwanza. Tukufanye background check because there are people who trust us. Na wakisikia ni Prestige amewapia. Na wakati zile simu ulikuwa unasikia nikikupigia kwa Kenya. Wakati niambiwa na Mfango unakuja. Na wakati nilituma mtu kwa ofisi yako, I wanted to do Adhara background. Background? Yes. On you. Because we want to be accountable to the people. That's true. So, we need you to give us a location. We send our representative there. Because Pacific team, we have our representative. On that day, a launch. Tukuwekea map hapo na title siko hapo. Wewe kuja kwanza, tuko na form. Unajaza form na kila kitu na tukupatie copy ya title. Sasa wewe tumana nyumbani. Watu wakupatia siku kama 2-3. Tumana nyumbani. Mtu ataenda hata pale kwa ofisi yetu, tunaweza kumpatia rights about tuko na gari ya kwenda huko, aende kwanza angalie. Sasa ndiye atakwambia wewe mteja, atakwambia wewe customer kama ni mali mzuri, kama ni sisa yako brother yako atakwambia kama ni mali mzuri nunua, kama sio mzuri usinunue. Alafu ata proceed na hiyo copy ya title. Ende paka pale kunatoka Kajiado. Ende pale ni ngiri moja kufanya search. Search ya siku moja unaandika hapo, siku moja unapeana. Unaambiwa this is legit, sio legit, don't buy. So another thing we want to do for people of Seattle here because of Mfango, sababu tunasaidia sasa hii maneno Mfango na tumefurahia kuona sasa you know this guy from Mwingi tutawapatia ulipa deposit ya only 500,000 ingine tukupatia 1 year. Free, hakuna. Okay, first of all, wacha tuende kwa hawa watu 10. Hawa watu 10 wa kwanza wenye watanunua Seattle kukukaribisha Seattle. Watu 10 tutawapatia na 1.4 million cash. Kama nalipa cash, we give them cash. Hiyo na cash ni kumaanisha hata cash yetu sio ati cash ya unalipa yote hapo. Unajua kuna deposit, then there's an agreement. Then tunakupatia period ya kwenda lazima tutume hapa inaitwa payment plan.
unajua wakati unamaanisha cash inasimanga within a period of 90 days. Okay. Unakulipa deposit, unalipa 10%, tupatie agreement na kila kitu, send transfer, utaini kuna consent, tutumane Nairobi, tufanye tufanye transfer. Ukipata title yako sasa kiyo kwa jina yako ndio unalipa 100%. Okay. Unaelewa? Lakini kama unataka tupatie muda sasa ya kulipa, hapo unalipa 500,000 which is around maybe around 30%. Alafu ingine tunakupatia plan ya 1 year. Okay. Kila hiyo plan ya 1 year kuna interest. Hakuna free of interest. Na hata pesa ya kufanya transfer ni ya company yetu ndio utachajiwa na kupeleka kwa shamba utachajiwa is included. Hata actually even nini ya wakili, hata lawyers legal fee si tutakusimamia kwa hiyo 1.5. So nataka kuambia viewers, this property tumeuza hapa US. Hata hatujauza Kenya kama hapa US. Na tuko na hata nimebeba I don't know sasa nimele sasa tumekuja haraka tumeacha bike kwa mahali tumesimamia mahali kwa ofisi hiyo mahali tumekomboa nikionyesha title deed na nimebeba hata titles za watu hapa US niko nazo more than 10 titles niko nazo hapa sasa. Can I make this seat hot for you? Yes, because I usually do that. You know there's nothing in Kisanjo project you can't make me hot. I want to make that seat hot a bit. Yeah, you do try. Hii lugha ya title deeds are ready. Yes. Is it real ama? Kwa sababu before Mfango wafanye hiyo nitakuita hapa tena. Yes. We want to nataka kusikia kutoka kwako. Is it ni lugha ya kuuza au is it something that is real? Yes, you know, let me tell you what happened in Kenya. Na sababu watu wengi sana walidanganywa na watu wa kuuza mashamba. Na hiyo ndio kitu mimi ndio mtu wa kwanza kubeba title deed kuja kuonyesha original title deed. Kwa sababu watu wengi mtu anaenda pale anachukua sasa kama shamba ya sema ya madam ako na eka 100 anamwambia tufanye concept unakatakata title iko in between mwenye shamba inaitwa mother na company sasa wewe hujamlipia lakini sasa watu wengi sana wanafanya property akipata pesa anasahau kulipa mwenyewe inaweza tako anatorokea sasa hapo wateja wanabaki kwa mataa. Lakini sasa sisi tumekuja na title original ready. Sasa hiyo unasikia title ready tuko nayo ready sisi hapa tumebeba title 100 hapa already. Kwa hapa. Si hata wakiweza kumaliza sisi tunaweza kutoa. Mimi nimeziona. Umeziona kwa nyumba yangu. With hapa tuko na steering committee ya Mfango concert. So na tutaonana nyuma ya hema kidogo tujue how much airtime you are going to be given during the launch. Sasa nikitaka hizi siku uko hapa you are here for how long na watu mtu anaweza kukuona aje? Would you like to give us what about contact? Maybe I have the phone number. Kenya namba yako. Niko na Kenya. What would have done is tunaweza panga kwa sababu unajua watu kuona na kuguza hiyo kitu. We won't promise that siku ya Mfango anaweza pata airtime hiyo kubwa. Itakuwa tu kidogo. But what we do here you can call us. Unaweza kutuambia sisi tukuitie watu mahali. Tutengeneza tu kadina kidogo. We call people for you and people will come ndio upate nafasi ya kuuliza watu wapate nafasi ya kuuliza maswali na kwenda through kila kitu waangalie documentations and kila kitu. Enda shida sisi tupatie nafasi siku Mpango. Inaitwa siku Mpango. Tupatie stand. Yes. As your guest comes, we can be able to sort them out. Tutaongea na wao, tutaonyesha, tutawapatia ile kitu watatujasia tu. Wewe chukua title ni kwa sijali wewe chukua lakini tuma mtu wako pale. Hiyo time imetosha kwa mashamba. Sawa. To conclude. Maybe somebody would like to talk to you in course of one-on-one before Mfango launch and after. Do you have? I think I peana number. Also give us the platforms zenye mtu anaweza enda awapate. Tuko na namba unaziandika huko ni 202 439 63
Alafu ya Kenya ni +25 niko kwa WhatsApp +254 720 55 55 1. Hizi zote hizi namba hizo five zote. Unaona ziko mingi. Hiyo ndio namba yangu miaka more than 20 years. When since I started having mobile phone, this is my first mobile. Are you from No, hizi 5 ni 3. Oh yeah. Where hizi 5 ni 3. There are 5. 1 2 3 4 5. Okay. Yes, na ofisi, so na ofisi iko sote. Okay. But utaweka hiyo kone yako, hiyo kandi utaiweka tu pale ndio watu. Okay. Sasa in case mtu anataka contact ni 239-439-4263. Ama aku WhatsApp namba ya Kenya +254 720 55 555 1. Do you have social platforms? Yes. Ambapo watu wanaweza enda Facebook, we on Facebook, we on Facebook mnajitaje? Enda sasa Facebook watu utapata tu kwa BTC Properties. Okay. But sana website yetu ndio iko sasa. Website www.this one is here. Yeah. Okay. Yeah, this is There's it. a lot of information. Yeah. www.btcproperty.co.ke. Okay. Yeah. Properties.co.ke. Karibuni nyote, ninawaona Damaris, Nyawera, Lawrence is Hey watching. guys. Yes. Kenya. Kenya for Kenya. Mko Okay. sawa kabisa. Sasa boss, Yes. hii ilikuwa Jennifer Gabriel hii ilikuwa show ilikuwa imelipiwa. in the house. Na sasa mwenyewe amesema tufikishe hapo. But tumeshukuru sana. Karibu sana hapa Seattle. Tulikianwa inaenda mwenyewe. Yeah, maybe kuna kitu ya parting shot. No, parting shot is the a man from the Muvango. And you will come. Promise kukuja. I also support. Yes. You know, I'm also a Christian, I'm born again Christian. Yes. I believe in what Kenyans are doing here. Hata ukatuandikia ka blank check. Kanaweza nunua maji siku hiyo. Ona secretary. On your way I've out. seen a lot of things that is. Ule mama amekuendea pale chini pale reception. Yes. Unaweza mpea ka blank check. Uandike tu figure. Don't worry. Thank you so much for coming and thank you so much for loving what we are doing. Yeah. God bless you. God bless Watu you. wa Mungu, are you liking You what can is tell that ready to happening come back. here? Yeah. Utampata tu hapo. Unapendezwa na So- mambo inaendelea hapa. Aha. Tunaendelea vizuri, lakini usisahau ya kwamba it is a chat with Movango mwenyewe. Yes. Evangelist Dani Kioko. Na mambo ya Saturday. Yes. 2 days remaining. 2 days. Countdown. Asitumbe Mvango tukienda tukienda hivyo. Muvango museo. Nilisienda Mvango wao kuadhima. Nilisienda Mvango tena na dukamwe. Yesu enda Mvango. Yesu enda Mvango museo. Nilisienda Mvango wao kuadhima. Nilisienda Mvango tena na dukamwe. Yesu enda Mvango museo. Nilisienda Mvango museo. Nilisienda Mvango wao kuadhima. Nilisienda Mvango. Hiyo part shot. I think tunakosea. Tukiimba yote Saturday watu wataimba. Lakini wameonja. Tuachie. Your parting shot Mvango. God bless you. See you on Saturday. Yes. Unaweza nipata hapo kwa chat hapo. Si hata mnitumiange hata $3 kwa simu. By the way, 206 haya. 206 Mtu text. Haya. 206 Wewe 571 andika hiyo namba, 8331. Hebu rudia tena. 206 206 571 571 8331. 8331. By the way, Kasha, hata ka message. Zelle, Yeah. please. Hata kama ni hata ka $20, it means a lot. Hata message kafu there is a lady alinipigia jana kutoka wapi? Ilikuwa Dallas. Yes. I Dallas. felt so good because they said, "Kijana, we like what you're doing and we are Please praying for encourage you." our son. Thank you guys for encouraging me. I didn't know this was possible, but Yes. with people and God, all things are possible. Haya, nataka kupea our ladies 10 seconds, Yes. then we finish. Okay, Sarah, go first. Sarah? Oh, Movango. Yes. Si umetupanga?
Beleni tulikuwa tupangi. Sasa tunapangwa. Na hiyo mpango ni mpango mzeo. Sababu anatupanga na Yesu. Sisi tunapangika. I wish you the best. God lead you. Mungu natumikia. Na yule amekutoa huko mbali. He's still your God for the rest of your way. Amen. Hallelujah. And I wish you this day will be wonderful. Magiking ukimalizia tabua kina Samuel Richard. Okay. Walikuwa kwa wametujoin. Wow. As you do awesome. Your parting shot. Na msikose kutambua Bishop Muthaka nimemwona online. Huo Bishop nataka kukuona. Utampata kwa Mvango. Kuna siku niliongea naye kwa simu akaniambia, unajua mimi namuonanga kwa picha. Kaniambia nikitaka kusilimu kama yeye ndiwe size yake. I run to fast, to pray and fast. Niwe naenda fasting mara mingi. Anyway, watu wa Mungu, God's people, we love you so much. Now one thing I want to tell you, you see the joy that we have here? Hii siku number 1 ni ya kupunguza uzee na kupunguza calories. Manake huko tuta dance. Unaona hii mvango sio mchezo. Ni ile kudance kabisa, tunazienda chini kwa chini, juu kwa sababu ni kumsifu Mungu wetu. So maybe umekaa hapo uko na stress, you know. Sasa Maggie King akiwa in the house. Unajua mimi ni Faraja na kuleteanga program inaitwa Faraja za moyo. One way that God comforts you is through, you know, radiating joy that comes from the people of God. As they sing, as they dance, utakuwa na watu wa ajabu, wana youth. Kwanza tuko na kijana mmoja, I forgot to mention, a young man who is a pastor, ako na neno la nguvu siku hiyo, usimiss. Our very own son, Pastor Denny Ndegwa will be in the house all the way from Arizona, yes. Arizona, a very anointed young man. He'll be in the house. Na kwanza haitaishia hapo. Unaona tukimaliza tu launch, Sunday atakuwa GOC pale Federal. Hata Friday. He's arriving tomorrow. So, kuna watu wa nguvu ambao utawaona, ambao wataleta furaha na amani kwa moyo wako as you worship the Lord with us. Nyimbo za aina yote ambazo ni za kumsifu Mungu. Itakuwa siku ya sifa. So wewe ambao uko na stress, hey, kuja na hiyo mizigo mizito na utaona Yesu atakupumzisha. So kutakuwa kwa ajabu, wachungaji watakuwa huko kwa wingi, watanena baraka juu ya maisha yetu, watatuhudumia kwa njia nyingi. Please, it's gonna be an event ambayo haijaonekana katika hii region tena. So mkuje kwa wingi, call your neighbors, your friends, wazungu na wote, kwa sababu tutaimba lugha zote. Na tena hii lugha ya mbinguni, tukiimba hallelujah, tukidance. Like during one dinner we had recently, we did the Mvango song. All the wazungus that were there, oh my goodness, waliingia kwa uwanja, wakaanza kukatika. Kwa sababu walijua tunamsifu Mungu. So karibuni sana. Karibu. Na tena mmesia, tutakuwa na vendors, tutakuwa na nini, hiyo mambo yote itakuwa. Unaweza kuja na ukaenda nyumbani na kishati mpya, na kishamba, kiploti, kinyumba, you know. Kuja loaded. Okay. Haya. God bless you and do you good. Samuel Richard, Opak Road. Roda Park Yesu. James Warutere. Kinwasa ka odonge. James Warutere. James Warutere. By the way, I'll be graduating on Saturday. Before that day. Before the launch. Watu wa Mungu. Jabeno murona haha, our very own CEO will be graduating a master's associate degree in theology and biblical counseling. Pastor. Na niko kwa family counseling. Wewe kama uko na shida ya ndoa yako, by the way, hii si mchezo.
Fulbright in the morning at 10 a.m. Yes. We will be there before we go to Muvango. Nimesahau ku-invite Henry. Wameondoka. We nyinyi. Unajua nimeona na hiyo gari kubwa ilikuwa hapo. Wale wa shamba. Wauzaji wa mashamba. BTC. Ameacha namba yake hapa. CEO wa BTC. Tutamfikishia. Tutamuita. Ni saa ngapi? Graduation we are supposed to be seated by 9. Na James Warutere will be the producer who will be doing live stream na photography. Hapo namuona kwa mtambo. Warutere ufanya kazi mzuri. Warutere ukimaliza hapo kupitia Muvango. Our CEO. Kwa sababu tunataka itoke vizuri. So that day, can I also take this opportunity to invite you? You know, kwa heshima yote, come we celebrate the man of God. Yeah. He has done great in our region. Yes. Unajua kama ni wedding, kama ni occasion gani, he will be there. Church, you know, life coverage. Let's go and support him in the morning, celebrate him, and then tukimalizana na yeye na kupigwa picha na yeye na ile gown moja kwa moja anakuja na gauni kwa Muvango. Picha yangu na yeye nitachoma picha alafu Sunday gospel outreach we have the celebration. Tulisuspend celebration yangu kwa sababu ya Muvango concert. By the way, haya Jennifer Gabriel anakupea warning. Ati ukimaliza Muvango urudi hapa tu ushukuru watu, usifanye kama last time. Mimi sijui ni what you did last time. Sijui kwa nini ulifanya last time. Hapana, sio huyu. Amesema Jennifer mwenye alifanya hivyo last time sio huyu. Huyu ni our very own son and I know him. I know him and I know that Jennifer Gabriel amesema agera kawaru. Amesema uambie Dad Kioko akimaliza Roach arudi hapa ashukuru. Acha asifanye kama last time. Jennifer hebu rusha kitu kwa ile namba. Wacha tumchukue na maneno yake. Sawa, nitarudi. Usifanye kama last time. Hiyo ndoa. Lakini tukimaliza Jennifer hebu panga huyu mtoto wetu. I was your host Damales Nyawera, asante. I was your host Carrier Prestige, Pacific Waves Television, United States of America. Na wabianga hivi hapa America kuna TV mbili. Pacific Waves TV and others. Paka CNN iko kwa others. So in America there are two television. Pacific Waves TV, and others. Kwa hivyo hizi zingine zote ziko kwa bye until next time. And thank you Carrier for kufungua hii radio. Imagine kama una hii TV station sasa ungekuwa hata hiyo na unajua kuna watu tu umeambia watu wa Seattle. Tunaweza tuko kwa TV. Tuko kwa TV. Na by the way watu ni summer ndio maana unaona tumevalia vinyasa ni summer. Keep hydrated, drink water. Na ujue usikubali kukaa bila kukunywa. Na ujue umepromise watu wa Seattle utapanga na Henry CEO wa nitapanga dinner na nitawaambia. Kwa hivyo kuna Saroish. Yes, tutakuwa na swallowship one of these days na nitawaelezea. Haya. Henry yule wa kuuza mashamba tutapanga something na yeye na nitawaambia. Until next time. God bless you. Yesu na Muvango. Muvango museo. Mimi si na Muvango.